Hallelujah. Your Excellency Rigathi Gachagua, Your Excellency or Her Excellency Reverend Dr. Dorcas, our Governor, our Senator, all protocols observed. Wow, wow. Our Honorable, the newly elected Member of Parliament, Olokalou constituency, Honorable Douglas Kamau. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo tumepewa na Bwana ili tuweze kuja katika hafla hii ambayo sio hafla ya kawaida. Nataka nichukue muda huu niseme ya kwamba naitwa Reverend Kanyi na mimi nasimama kwa niaba ya askofu ambaye alikuwa patron na ni patron wetu wa Association Pentecostal Evangelical Clergy of Kenya, ambaye tulikuwa na yeye katika shughuli zote ambazo tulikuwa nazo hapa Olokalou, tukiweza kuwa na kuona ya kwamba katika hali ya maombi Bwana ametenda mambo ambayo ni ya ajabu. Na katika maombi ambayo Wakristo wa marafiki wote ambao walikuwa naomba, hakika Bwana amejibu maombi yetu. Praise the name of the Lord. Tunapoona ya kwamba Bwana ametupa mbunge mpya wa eneo hili ambaye watu wengi walimchagua kwa kura nyingi. Na hilo ni jambo ambalo shangaza Kenya nzima na dunia nzima. Your Excellency, nataka niseme ya kwamba kwa maana tulikamp hapa kwa maombi na tumezunguka Olokalou, makanisa, mahali ambapo wachungaji wapo, na kwa sababu ya maombi Bwana amejibu maombi ya Olokalou. Sina muda mwingi lakini niseme katika nchi yetu tuna association ambayo nimeisema na ambayo patron wake, national patron, ni Her Excellency Reverend Dr. Dorcas Rigathi. Na amenipa jukumu pia niweze kusimamia APEC katika Nyandarua kama coordinator, na pia mimi kama ilivyosemekana mwandishi wa APEC Mount Kenya region. Siku ya leo ni siku ambayo ni ya huzuni sana, kwa maana tumezoea vifo eneo hili letu, ya kwamba mtu amegojeka, mtu amekuwa na accident. Lakini siku ya leo tuna machozi mengi kuona ya kwamba jeneza ambazo zimo mbele yetu ni mauaji kutokana na wahuni ambao hawakuwa na hata huruma. Na kama kanisa tunashutumu hili jambo, na tunasema ya kwamba tutakapokuwa tunatoka hapa, wachungaji tutaweza kuinua mikono yetu na tulaani hili jambo faragani hapa, ili tuseme ya kwamba no more killing and no more goonism katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema kitabu cha Zaburi 33 na mstari wa 12. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kwa urithi wake.
Zaburi hii imeandikika na ndugu yetu na mtumishi wa Mungu Daudi, na mambo anayasema akiwa na jambo linaloguzia taifa kama hili letu la Kenya. Na anasema ya kwamba blessed is the nation whose God is Lord. Na katika mstari huo wa 12 tunaona ya kwamba nchi ambayo inatabua Mungu kama Mungu na Bwana, nchi hiyo inaendelea mbele katika kila side, every aspect of the country. If it is prosperity, if it is unity, that country that worships the Lord, nchi ambayo inamcha Mungu, hiyo nchi inaendelea mbele. Kinyume na nchi ambayo haimjui Mungu, mambo kama haya yanatendeka. Lakini siku ya leo nataka niweze na hata kupa familia jambo ambalo Mungu aliweka ndani ya moyo wangu, ya kwamba wakati misingi ya kiroho ikitingizwa, ama wakati ambapo nchi inatingizwa na mambo ambayo hamfurahishi Mungu, kuna mambo ambayo yanaonekana. Lakini kwanza niseme ya kwamba mambo 4 ambayo nchi ambayo inamcha Mungu, mambo ambayo yanapatikana. Jambo la kwanza, nchi hiyo inatabua Mungu ya kwamba yeye ndiye sovereign over all human system. Mungu ndiye kila kitu, ako juu ya mambo yote. Sometimes we forget ya kwamba Bwana ndiye Mungu ambaye yumo juu, na tunafanya kana kwamba Mungu haoni. Daudi anasema nchi ambayo inabarikiwa ni nchi ambayo inatabua ya kwamba Mungu ndiye Mungu ambaye ni zaidi ya mambo yote. Na mambo ambayo tumeyaona, mambo ambayo Daudi anayoyaongea, anatukumbusha kwamba earthly power ama nguvu za ulimwengu zinaweza fika mahali na zisahau ya kwamba Bwana anaishi. But blessed is the nation whose God is Lord. Bwana anatambulikana, Bwana anajulikana, watu wanamcha Mungu, viongozi wanaweza kumwogopa huyo Mungu kama watatabua ya kwamba Yesu ama Mungu ndiye mwenye mambo yote. Na wakati ambapo nchi inaenda kinyume na mambo hayo na kuweka Mungu kado, na kuweka Mungu kana kwamba yeye haishi, mambo mengine maovu yanaonekana. And I want to say this here, ya kwamba God is not a respecter of any person, ya kwamba Mungu ni Mungu, na kile ambacho yeye anakusudia kufanyia Kenya ataifanyia hata kuwe namna gani, kwa sababu Kenya haiko mikononi wanadamu ama mwanadamu. Kenya iko mikononi mwa Mungu. And as we are seated here, we can say Kenya is a blessed country, and the leadership that is there is going to bow down, hallelujah, upon the sovereignty of these great God. Na kwa hivyo nchi hiyo inapomtabua Mungu, nchi hiyo inakuwa na mambo ambayo ni ya maendeleo. Watu wanafurahia. And the Bible says, when the righteous are on the throne, the nation is in jubilation. Wakati wale ambao watu wameokoka, watu ambao wanajua Mungu, wakiwa kwenye mamlaka, nchi huendelea mbele. Na hiyo ni kinyume ya mambo ambayo tunayoyaona. And therefore I want to say this, ya kwamba when the country establishes God, wakati ambapo nchi inatambua Mungu, hiyo nchi inaendelea mbele. Jambo la pili, when the nation establishes God, Mungu anakuwa Mungu ambaye ni wa kuabudiwa. Let me tell you today,
Watu wameenda katika mambo mengi, wameanza kuabudu mambo ambayo sio ya kawaida, lakini neno la Mungu lasema ya kwamba nchi hiyo ambayo inamwabudu Bwana, ambayo inamtabua Mungu, inamweka Mungu akiwa Mungu mtakatifu. Na hiyo blessed nation ama nchi hiyo ambayo imebarikiwa, watu wamechagua na hata kumwogopa Mungu. I'm sorry to say, mambo ambayo yanatendeka kama haya ni kana Mungu haishi. But I want to tell the congregation today, Mungu wetu anaona. Ngai witũ nĩ arona. Ona arĩa mekire ũũ, Ngai witũ nĩ arona. Tondũ Ngai witũ nĩ mũthingu. Mungu wetu ni mtakatifu, na jicho lake laona mahali kote. Na kwa hivyo wakati ambapo nchi inamtabua Mungu, inaweza na hata kuzingira watu wake. It protects its citizens kwa mambo kama haya. Kwa maana uchungu ambao umo na wazazi na familia na hata wakaji wa Olokalau na eneo ambao hawa watu wametoka, ni huzuni kubwa sana. Na wale walifanya hivi, I'm telling you from today, hamutakuwa na amani mahali muliko. Damu ya hawa inalia. Hebu nikwambie, uchungu wa kifo, na wewe uliua na umeketi mahali pengine, umekaa Hilton Hotel ama umekaa mahali wewe unacheka tu na tuona, your day is coming, ya kwamba mtatabua Mungu yeye ni Bwana, na Mungu atajihidhirisha. Kwa sababu Kenya ni watu wa Mungu. Kenya is a godly nation. Na kama Kenya 80% sisi ni Wakristo, I'm telling you ya kwamba tukiomba huyu Mungu hujibu maombi. God is going to give hope. Bwana ataendelea kuwapa tumaini familia zote mbili. Na muwe na furaha ya kwamba Bwana anaendelea na kuwatembelea kila kuchao. And therefore blessed is the nation that has been composed of people who fear the Lord.